Wimbo tukasa Gilgali pabaraka. Hakunielewa. Kwa ni 2010 kulikuwa na sensa mahali hapo. Niliacha hiyo. Sasa hapo ilikuwa ni katika hatua za mwisho. Ninakwenda kufanya theolojia. Kabla sijaenda nikiwa bado kazini. Fundi mitambo si uje mpaka tukuite. Si ukiona tu unafanya au hujitambui. Utambui kwamba wewe ndiye fundi mitambo wa mazingira haya. Nini kimetokea? Inua kichwa, tazama mbele tu, Mfalme aja na utukufu. Jua laonekana milimani, warithi ufalme furahini. Mrithi ufalme kwani walala, karibu wokovu wasinzia. Amka, simama, uvae silaha, haraka sana saa zapita. Mtu anayejitambua au faida ya kujitambua. Mtu ni jasiri na mwenye msimamo. Sasa yule bosi nilipokuwa nimerudisha hata hiyo ya sensa, maana inafanyika Jumamosi, akasema sasa mimi nikusaidieje? Yaani mara zote imekuwa ikitokea unaenda shule, ndizo nafasi hizi ninakuwa nakupatia pia wewe, lakini unazikataa. Ngambia wala usihofu mkuu, hizo ziache. Kumbe imemkera. Siku moja tumekaa kwenye kikao, mkuu wa idara na yeye yuko hapo, mkurugenzi, na sisi tuko hapo ambao ni wapambe wao. Akaongea na utubia, anaongea, unajua mambo haya hatutakiwi sana kutopea kwenye dini. Akazunguka, hatutakiwi sana kutopea. Ukitopea sana kwenye dini, mambo mengine yani unaonekana kama kwamba akili zako hazifanyi kazi vizuri. Akakaza akasema, yani mtu anakuwa kama hana akili, yani kama mwehu fulani hivi, unashangaa anavyoongozwa akili yake, sijui anaongozwa na nini. Kumbe ananisema mimi wasijaelewa. Akisema jamani, tuko duniani, hizi dini hizi tuende nazo vizuri. Alipomaliza akasema kama manigina. Kama manigina, kumbe mimi ndiye sina akili. Akasema nimewahi kumpa nafasi 3 anazikataa. Sasa mtu umsaidieje? Niko mahali hapo nimeketi, wanaofahamu wakajua na wakagundua kwamba tayari ameshanichokoza. Alipomaliza kuongea, nikasimama nikamwambia mkuu, samahani, nadhani kwa habari ya dini hiyo ungeliacha tu hivyo, kwa sababu habari ya dini hiyo ni imani. Hujawahi kusikia wafia dini wa Uganda? Kwa habari ya dini, kama mtu hajakukosea muache, hata akiingia hasara hayo yanamhusu yeye mwenyewe. Nikapandisha sasa, nikamwambia lakini umenikosea. Ina maana mimi ndiye sina akili, kwa imani yangu ya dini sina akili. Alafu unaniambia kwamba mtu anakuwa kama mwehu, na ukasema jambo la 3 kwamba unanisaidia. Sasa kwa taarifa yako, wewe hunisaidii. Na nikasonta na kidole, hunisaidii wewe. Watu wakanishangaa sana, jana namwambia mkurugenzi. Nikamwambia nasema hivi, wewe hunisaidii. Ulikutana na vyeti vyangu kaniajiri kazi. Wewe ulipenda vyeti vyangu nilikotoka, huelewi wewe. Nasema hana adabu. Nikasema hata hivyo heshima haimpasi mpumbavu. Kaniacha jinsi nilivyo.
Hukunileta wewe hapa. Wewe umekutana na vyeti vyangu tu, ukaviona, ajiri huyo mtu, mpeleke mahali hapo, ukanipandishia, ukaniambia simamia mahali hapo, na mpaka sasa nasimamia kazi zako hazijakwama na zinaenda vizuri na unajifuna. Alafu unaniambia kwamba dini imeniharibu. Ungekuwa unafurahi kwamba dini ndio inanifanya hata hayo majukumu uliyonipatia yaende vizuri na hayajawahi kukwama. Na kila siku ya wafanyakazi nimekuwa nikipokea bahasha, na zingine ikiwa ni sabato umenipokelea wewe, unazileta mwenyewe. Alafu leo unaniambia kila mwaka lazima nilikuwa nichukue zawadi kwa sababu yako masomo niliyokuwa nayafundisha sijayasoma mimi. Kama geography sijasoma geography mimi kule kwenye technical yetu huko tukisoma geography. Niulize physics, chemistry na basic mathematics ambayo tumeisoma hata huku O level tukiwa tunasoma na addition math. Na ninapokuja hapa shuleni mwalimu hayupo, mmoja yuko maternity leave na mwingine ameondoka kwenda kusoma. Somebody Lushaka alikuwa anaitwa, wataalamu wa geography. Nikalazimika mimi, watoto wangu wananifundisha na wanafunzi niliofundisha zamani ameenda kusoma CBG, amerudi akawa ananifundisha mada za geography. Ninaingia darasani kufundisha mada za form 3 na form 2. Shule nzima ninafundisha mpaka form 4. Kijana anafurahi kumfundisha mwalimu wake na ananifundisha bure, ila mimi nikawa nampa pesa kidogo. Kwa hiyo akawa anajikunja anafundisha kabisa vizuri. Kwa hiyo nikitoka hizo ndo naenda kufundisha. Vitabu nilivyonunulia vijana wangu wanaosema aliyokuwa anafundikira darasa moja, hao ndio wakawa wananifundisha sasa geography. Wanasoma Lake Secondary School, wakija jioni ndio wananifundisha mada hizo za form 2 za form 3. Nikitoka naingia nafundisha. Na alafu matokeo yanatoka nimefanya vizuri, na ilikuwa ni sababu ya mimi kupewa zawadi ya masomo hayo jinsi walivyofaulu kidato cha pili pamoja na kidato cha 4. Maana ilitokea ni form 4 sasa ni miezi ya 6. Tunafungua mwezi wa 7 kwenda mwezi wa 12. Mwalimu mmoja ameondoka, mwingine yuko maternity leave. Je, wasifundishwe? Nilivaa hicho kiatu na nikawa ninafundisha. Alafu leo unaniambia sina akili. Mimi unaelewa maisha yangu mimi? Maisha yangu nimesoma. Ninataka tu kujitafuta kwa mtu hapa, najifunza sijui niwe producer wa muziki. Nikasema toto hilo ni pumbafu kabisa, pumbafu na halina akili. Na angekuwa anajitambua, supplementary au kwa disqualified chuoni ni mambo ya kawaida, inategemea imekujaje. Na ufike darasani uanze kujitaka hizi fizikia ni za sisi wachache. Hizi namba hizi, na ni wewe unasoma namba wewe. Wewe nenda tukachunge ng'ombe. Mwalimu wa namna hiyo ni mpumbafu. Na hata nikiwa ninaongea wakiwepo hapo, na hata wakiwepo vioni kwenu, ni wapumbafu. Mtu mwenye akili hawezi kusema vitu vya namna hiyo. Sikusoma walimu wa namna hiyo. Sasa Esau alijisikia nafuu, na ndio Mungu anasema njia yake ilikuwa haina kikwazo, alifanya atakavyo. Yule aliyetoa mawindo akaniletea, nami nimekwisha kula kabla hujaja wewe. Nikambariki na akathibitisha, naye atafanyaje? Atabarikiwa. Esau aliposikia maneno ya babaye akalia kilio kikubwa cha uchungu sana, kilio kama cha mbwa mwizi. Akamwambia babaye, nibariki na mimi nami babangu. Akasema, nduguyo amekuja kwa hila, akauchukua mbaraka wako. Akasema, je, hakuitwa Yakobo kwa haki? Maana amejitia mahali pangu mara 2 hizi. Alichukua haki yangu ya mzaliwa wa kwanza, na sasa amechukua mbaraka wangu. Ulisema mwenyewe kwamba mimi nina njaa, haki ya uzazi si kitu. Nipe chakula mimi nile. Nipe tu chakula nile. Haya maisha na mbea ni baridi, tukae tu pamoja. Unakuwa umeolewa ila likizo unaenda nyumbani unadanganya watu, kumbe unaolewa ni mke wa mtu. Takaye kuoa anakuoa ulikuwa mke wa mtu, ulishatepeta. Mbafu mkubwa wewe. Na sasa nachukua mbaraka wangu
Unalolisema unalielewa? Alafu akasema, je, hukuniwekea na mimi mbaraka? Isaka akajibu akamwambia Esau, tazama, sikiliza maneno ya baba, tazama nimemfanya awe bwana wako, na ndugu zake wote nimempa kuwa watumishi wake, kwa nafaka na mvinyo nimemtegemeza. Nami nikufanyie nini sasa mwanangu? Ndivyo inavyokuwa kwako, yawe ni maisha ya kimwili. Usipojitambua, fursa itapotea. Unapoitafuta hutaipata tena. Kama ya yule kijana yule, sielewi, akalia. Esau akamwambia babaye, una mbaraka mmoja tu babangu, unibariki mimi nani babangu. Himbo tukasa Gilgali, ipa baraka.